hata nyumbani wanaelewa kusana hilo. Kwa mimi ni mtu ambaye kijega kwenye swala tu la mzee, mimi nakubali kinoma mwanangu. By the way, nikajua utakuja na lile shati. Kajua utakuja na shati letu la Ulinzi. Shati ninalo lipo kwenye begi hapo. Hiyo shati lazima nitembee. Yaani ni machache sana waga sitembei nalo, lakini nadhani leo sijatembea nalo kwa sababu issue moja tu. Yaani sijalivaa kwa sababu naenda kulishutia tu sasa hivi. Nikitoka tu hapa nitaenda kushoot. Lakini shati lazima niwe nalo. Hiyo shati nadhani hata mtoto wangu atavaa na mjukuu wake atavaa. Hataki kuchakaa. Kila mtu kifupi atavaa. Kuhusiana na mzeni, sijui hata nisemeje. Pia nina suti ambayo huaga naishutiaga kwenye content nikiwa kama dalali, ile ni koti la suti ya mzee. Swali lipo lakini sijapata guide ambayo kwamba ile swali naivaa kwa nyembo gani. Ndio maana nimeiacha bado ya. Basi Mwenyezi Mungu aendelee kumweka sehemu salama kabisa. Dua zako ni muhimu sana kwenye kitu kama hicho. Hata Mungu anajua kwamba namuombea sana mzee. Hapo mzike kwa amani. Nadhani hata kama ataona hivi vitu ambavyo sema amina, Mwenyezi Mungu anaelewa hata kama uweze kuzungumza. Of course. Nataka niongelee collaborations. Collaboration ni kitu kigumu sana kukipata wakati unaanza. Yaani unataka collaborate na mtu fulani ili akupush sasa akutoe kwenye level fulani ulikuwa unafanya yani uende sehemu nyingine. Wewe ulikuwa unaoga unafanya sana na Kidege. Mimi nataka najua ulikutana naye vipi. Alafu baada ya hapo kuna swali jingine la uzushi nataka uniambie. Wewe na yeye nani ambaye hana akili? Yaani nani mjinga zaidi kati yenu wawili? Sasa nikianza na upande wa kusana kukutana mimi na Kidege alikuwa anakaa Kigamboni, mimi nilikuwa nakaa Mwengi. Sasa kipindi kile mimi kuna washikaji ambao nilikuwa na shoot nao tukawa tumezinguana. Kwa mimi nikawa sema washikaji, kwa nikawa natafuta washikaji ambao watakuwepo wako serious tupige kazi, kwa sababu mimi nilikuwa tayari nisha trend hapo na content zangu za first year. Kwa nikawa natafuta watu wengine ambao nitakiwa niendelee nao. Sasa TikTok ndo Kidege akawa anaanzaga sasa kuibuka na yeye, yani ndo namuona. Kidege mimi nilikuwa nishaga, yani namzidi followers, kila kitu nilikuwa namzidi wakati huo. Sasa kwa wakati ule nilipomuona nikamdm, nikamwambia mwanangu, unajua tupige content. Akasema fresh, haina noma. Mimi nikuwepo, yani kipindi hicho sana mkubwa. Kwa mara kwanza mimi nikaenda Kigamboni tukashoot. Baada ya hapo nadhani ndo tukaanzaga, yani tukajikuta sasa tumekuwa wana. Ndo tukaendelea kushoot hivyo toka kipindi hicho nadhani 2024 mwezi wa 5, wa 4 mwishoni kama si wa 5. Wa 4 mwanzoni. Ndo tukaendelea kushoot mpaka sasa hivi ambapo unaona kwamba ndio hivyo. Yani sisi ushikaji umeanziaga hapo. Japo kuna watu wengine wanahisi kama vile pengine sisi ni ndugu kulingana jinsi ambavyo tunaishi. Lakini tumekutana tu mtandaoni, tumekutana hapa da. Hakuna naye pajua kwa mwingine. Yani kwamba kwa maana ya kwetu kwamba eti mimi kwa kina Kidege nyumbani kwao kabisa sipajui, yeye mwenyewe hajui kwetu. Yeah. Kwa ni urafiki fulani wa kazi ambao umebadilika kama tukawa kama ndugu hivyo basi. Nani ana akili sasa kati yenu wawili? Ukaambiwa mchagua kati yenu wawili hapa, nani akili zake ni mimi nadhani nisingekuwa na akili. Nisingekuwa sasa hivi na akili, na maana tungeniambia wewe mwanangu njoo tufanye basi interview. Ningekwambia ndio afu nisije. Kwa hiyo ndo mjinga zaidi kuliko wewe. Sitaki kusema kwamba ni yeye, lakini mimi najua na akili. Kwa yeye labda pengine ukipata nafasi kukutana naye utamuuliza, una akili au hauna? Anaweza akanijibu. Anaweza kukwambia. Sawa. Sasa nataka niongelee popularity. Unajua wakati unaanza issue zako za chakatuchaka sio na nini, popularity ilikuwa ndogo, lakini social media ikapush sana mpaka wewe kufika hapo. Yeah. Engagement ikawa kubwa sana. Nataka nielezee vitu ambavyo vimechange baada ya sasa wewe show zako kuacha kuziweka mfukoni na kuanza kuziexpose kwa watu. Social media imekupa nini? Social media imenipa ndugu, marafiki wa kweli, lakini pia imenipa na kipato. Imenipa connection. Tuseme tu mimi social media mimi haijaniacha mtu. Na inaendelea kuniaminisha kwamba nikikaza naweza nikabadilisha maisha yangu. Ndio kitu ambacho social media imenipatia kikubwa kabisa, amba sidhani kama kuna sehemu nyingine unaweza kukipata, na ndio sehemu pekee ambayo sasa hivi sasa nimewekea nguvu hapo. Social media itanipa pesa, itanipa maisha mazuri, itanipa wanangu, marafiki, yani itanipa kila kitu, naamini. Unatamani kufanya kazi na nani? Yaani comedian fulani unamkubali sana, unatamani siku mpate collab mfanye kazi, na unaamini kwamba hiyo ukipata collaboration hiyo itakufikisha mahali fulani, yani
itakuwa ni kama game changer kutoka hapo ulipo. Sasa mimi niko tofauti kidogo kwenye hiyo engo. Mimi huwa sitamani kufanya kazi na wakubwa kama sasa hivi, yani labda tuseme ambao wamenizidi, kwamba pengine anaweza kubadilisha nani yangu, ni kwa sababu sijaona kitu ambacho natakiwa nimpelekee sasa kibadilishe sasa huo mtazamo, kwamba wanione na mimi kwamba nimechange kutoka ile level ambayo nilipo sasa hivi kwenda level nyingine, kwa sababu ya issue moja. Ukifuatilia vizuri utagundua kwamba mimi ni mtu ambaye sijafanya content na comedian wengi au wakubwa. Na moja ya sababu ambayo sijafanya ni kwa sababu kwamba mimi sitaki nifanye content tu ili mradi. Yani kwamba eti street nimefanya na fulani afu kapata viewers 200,000. Ni views ambazo hata mimi mwenyewe naweza kuzipata. Sijui unanielewa. Kwa mimi nataka nifanye na mtu waone kweli mabadiliko, aseme hii ngoma imeenda sasa. Yeye mpe ukubwa lakini pia na mimi iniinue. Yaani yeye abakie kwenye status yake, isimdondoshe. Impandishe lakini pia mimi iniinue. Ndio kitu ambacho nakitamani. Kwa mimi nadhani natamani kufanya kazi tu na mtu yeyote, as long as itakuwepo ni issue ambayo ina push au ina impact yoyote tu kwangu. Nikifanya naye najua kwamba hii hapa watu wataipenda, kwa sababu content ni biashara. Lazima uwaze kwamba hivyo nikifanya na fulani ndio takuwepo kali, ndio itaondoka. Kwa hiyo ikipatikana hiyo, lakini pia kama kuna mkubwa yoyote ambaye anaweza kaona kwamba Kanuba anafaa kwa ajili ya kupiga naye kazi, mimi nipo. Kwa sababu mimi ndio ninachokihitaji. Sawa. Ukiachana na social media kupata trendings kubwa, kupush watu wengi sana, Cheka Tu ni sehemu ambayo imeweza kubadilisha maisha ya watu wengi sana, na kubadilisha ile notion ya kwamba comedy ni kitu fulani cha kawaida sana, yani kwamba mtu anayechekesha ni mtu fulani kumchukulia poa, lakini ile kaja kubadilisha upepo kwamba ile inaweza kani kazi na mtu anaweza kajiajiri na akabadilisha maisha. Na shehe kuona pia ukiperform Cheka Tu. Nataka unielezee ilikuwaje ukafika Cheka Tu, na ilikuwaje ukapata nafasi ya kuperform, na performance yako ya kwanza ilikuwaje? Okay. Kwanza Cheka Tu nimeenda 2022. Mwanzoni kabisa ndo ninaanza chuo. Kipindi hicho walikuwa nafanyaga rehearsal wapi, Makumbusho. Kuna seminar inaitwa Zoom Extra. Ndio hapo tulikuwa tunafanyia nani. Kwa hiyo nilipokuwa naenda pale, nimeenda kipindi kile ambacho kwamba nilikuwa natafuta nafasi. Kwa hiyo nimeenda kipindi kile nikapoa kama miezi 3 nikakimbia. Nilipokimbia nikaachana nayo kabisa Cheka Tu kabisa. Kwa hiyo nikaendelea na banka zangu hivyo. Lakini unajua pia nilikuwa naendelea kuna chuo, na moja ya sababu iliyonisababisha pia nisiendelee kule kwa sababu nilikuwa naandika joke zangu. Nikienda kule, nikianza kuongea, watu wanasema wewe mwanangu una pitch ya kama mtangazaji. Kwa mimi wananiambia kitu kingine wakati napambania kitu kingine. Sasa kwa wakati ule kweli nilikuwa nimekalili sauti ya miradi yayo nzima yote, yani ilikuwepo kichwani. Kwa nikawaga kwamba naongea kama vile, anasema wewe unaongea kama presenter, yani ni ngumu kuchekesha mtu. Anasema ishakuwa yote. Akina Zaboy alikuwa wananiambia hivyo, lakini pia Nduto shekhu kuniambia hadi akasema nitakuunganisha na mshikaji fulani, utafanya deal la voice over. Akasema sasa mwanga vile madili anakuja kwenye engo zingine tena. Kwa hiyo nikawa nimeacha hivyo. Kwa hiyo nilipoona hivyo, mimi nilikuwa siendagi hata rehearsal, lakini kwenye show za Cheka Tu kipindi hicho nilikuwa naandika, napiga voice over, natengeneza na video, naweka status. Moja side kipindi hicho aliiona kama ameweka na status hivyo. Kwa baadaye nadhani kachaga tu kwenda Cheka Tu, nikaanza kujihusisha kwa 2023 kuanzia mwezi kama wa 3 hivi wa pili, mpaka nilipokujaga tena sasa na mimi nikaibuka kivyangu sasa kwenye comedy hivyo 2023 mwishoni, mwezi wa 11. Baada ya hapo ilikuja wakati gani tena kingine, nadhani mpaka nimeenda tena Cheka Tu. Okay. 2024 kitu kama mwezi wa 7 hivi wa 6 ndio tulipoanza kuwa tunaenda mimi na Kidegi. Sasa tulikuwa tayari tushajuana, ndio kwa tunaenda tena rehearsal hivyo nini, lakini mimi nikawaga tena nikawaga na ile uoga hivyo huko, ikaenda mpaka nikajenga nikapataga show ya kwanza, nikafanya Cheka Tu. Show ya kwanza nadhani tulifanyia Masaki. Ile show haikuwa nzuri na wala haikuwa mbaya, yani kwa kwanza sio ya kumkatisha mtu tamaa. Sema tu labda mimi mwenyewe ndo nimebweteka tu sasa hivi afu naona kavyo kichwa kinaniambia piga UMC, fanya na content basi. Hizo stand up comedy achana nazo. Yani ndo wakati mwingine nadhani kichwa kinaniambia hivyo. Nasikiliza sauti. Ulikuwa unaogopa nini yani
kipindi hicho unaenda kufanya rehearsal hizo, kwamba ulikuwa unaona watu wakubwa ambao ushazoea kuona kwenye simu kwenye nini, unakutana nao live au uoga ulikuwa unatokana na nini? Mimi sije kuogopa mtu ndugu yangu. Yaani kati ya vitu ambavyo sije kuviogopa ni mtu, kwa sababu yeye ana maisha yake, mimi na maisha yangu. Mimi napambania ugali wangu, yani mimi na njaa na pesa. Sasa ningeanza kumwogopa mtu kweli sijao. Kwa hiyo kitu ambacho kinanisababishia mimi mpaka niwe yani kwamba ule woga. Kwenye stand up comedy kuna kitu tunaitaga kufa. Fulani kafa stage, yani ni kwamba hujachekesha. Kwa hata rehearsal hivi unakufa yani na seti zako, yani umepeleka joki zako hivi. Rehearsal watu wanakusikiliza. Hakuna hata mmoja hata mtu kufanya hii. Hayupo. Kwa zile ndio unakuta zinamkatisha mtu tamaa. Mimi naandika upuzi. Kwa hiyo kuna muda unaweza kaandika jokes zako fresh ukaenda kwenye rehearsal. Ukiwa ghetto. Watu wanasema hamna kitu hapo. Ukiwa ghetto unaona vinachekesha. Nenda sasa kwa wao watu sasa nao kuona sasa ndio audience ya kwanza kabisa rehearsal. Hakuna naye kenua. Kwa baada hapo inakuwaje? Yani kwamba wana anakuwa amekukataa au ni kweli inakuwaga umeharibu? Ni kitu cha kawaida kichekeshi. Yaani unachokiongea kabisa unakiona kipo plain hivi. Hakuna kiimbo, hakuna kiarifu, hakuna chochote. Ni lazima kuandika kwani au kuna watu ambao huwa wanakujaga kwenye hizi rehearsal yana flow tu? Stand-up comedy lazima uandike. Japo kuna freestyle. Yaani kuna watu ambao wanapiga freestyle lakini lazima uwe na kitu ambacho umekiandika. Hakuna under story lakini presentation ndio. Ukiwa una present kama hivyo labda ndio unaweza kuchapa sasa kulingana na audience yako. Na nadhani kati ya watu ambao wanaweza hivyo vitu sana kwa hapa Bongo kuna mtu kama Kipotoshi. Yule baba ni mbaya. Level nyingine yule nadhani anaandikaga tu kidogo. Afu anakujaga kuamaliza tu. Anacheka anachekesha kulingana tu na audience yake. Kwa ni kama tu anaandika script fulani ya kumuongoza nipite hapa lakini mengine ana flow tu. Ila vingine tu atakapokuwa atakuangalia wewe anajua tu cha kuongea na kinachekesha. Sasa mimi hiyo akili sina. Unasema una muda si unao lakini muda ninao unajua, lakini sasa lazima tuamue kwamba nataka kufanya nini na nini usifanye. Stand-up comedy naweza nikafanya au nisifanye, yani sina msimamo, niwe mkweli. Niko hapa na hapa. Naweza nikafanya au nisifanye, lakini kitu ambacho kichopo kichwani mwangu nimefocus sana na issue ya matangazo. Yani matangazo nawaza sana kwa unahitaji kwenye digital nishikilie bomba vizuri, lakini pia kingine na utamani UMC kwa sababu ni kitu ambacho mimi najua na kiweza. Yani hicho sio kitu ambacho mimi hata mtu akija kiniambia wewe hujui bana, mimi nakwambia utajijua mwenyewe. Ushaje kujaribu sasa kuomba deal kubwa kwenye maharusi kwenye manini ya watu maarufu? Kwa hapa Bongo bado sijawahi kuomba, lakini kuna baadhi ya watu ambao nishawahi kuwa DM ikiwa naomba kwamba yani wale MC wakubwa ikiwa naomba niwe nahudhuria sherehe zao tu nione vile wanavyofanya, kwa sababu mimi nishawahi kufanya ila